Usiruhusu upweke ukakurudisha kwa watu wenye sumu. Wakati mwingine, upweke unaweza kuumiza zaidi kuliko maumivu yenyewe. Na katika hali hiyo, watu wengi hufanya kosa moja kubwa. Hurudi kwa watu waliowaumiza. Hurudi kwenye mahusiano yaliyowaharibu. Hurudi kwenye mazingira yaliyowavunja moyo. Lakini sikiliza hili kwa makini. Hupaswi kunywa sumu kwa sababu tu una kiu. Maana yake ni nini? Si kila kitu kinachokupa faraja ya muda ni kizuri kwako. Watu wasiofaa wanaweza kukufanya ujisikie vizuri kwa muda mfupi, lakini mwisho wake wanakuumiza zaidi kuliko ulivyokuwa mwanzo. Upweke si ishara ya kurudi nyuma, ni nafasi ya kujijenga upya. Ni wakati wa kujifunza kuwa na amani peke yako, kwa sababu ukweli ni huu: kuwa peke yako si adhabu, ni kinga. Wakati mwingine usikimbilie watu waliokuumiza kwa sababu tu unataka mtu wa kuzungumza naye. Usikubali maumivu ya zamani yarudi tena kwa jina la upendo. Biblia inasema katika Mithali 4:23, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, kwa sababu kutoka humo hutoka chemchemi za maisha. Kwa hiyo jifunze hili: kukosa mtu wa kuzungumza naye si sababu ya kurudi kwenye uharibifu. Ni bora kuwa peke yako ukiwa na amani kuliko kuwa na watu wanaokuumiza kimya kimya. Jipende vya kutosha. Hata usiruhusu upweke ukakurudisha nyuma, kwa sababu si kila kilicho karibu kinafaa kurudi kwenye maisha yako. Chagua amani yako kuliko faraja ya muda. Ndugu mpenzi msikilizaji, ikiwa umevutiwa na tafakuri hii na ungependa kuchangia maoni, tafadhali tuandikie kwenye comment section. Pia, ikiwa ni mara yako ya kwanza kuungana nasi, tafadhali subscribe kwenye channel hii ya Godwill Media ili upate notification kila tunapoweka video mpya. Lakini pia usisahau kulike video hii na kushare na ndugu, jamaa na marafiki. Asanteni. Tukutane wakati mwingine. Godwill Media. Fikra sahihi, maisha bora.